ilikuwa saa 8:20 nikaa nimeonyeshwa ndoto fulani hivi. Nikakumbuka baba alipokuwa amenifundisha kwamba sasa uache kuomba maombi yale ya kumshukuru Mungu kufanya nini? Ingia maombi ya vita. Nikaa nimeingia maombi ya vita. Kweli ilikuwa vita. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ilikuwa vita. Ninaposema vita, mliopo katika ulimwengu wa roho mnajua kwamba vita vinakuweje. Amina. Maana hapa sishuhudii watu ambao hawajaiona vita. Ninashuhudia ambao watu wamewaiona nini? Vita. Kweli ilikuwa vita. Ashukuriwe Bwana ambaye alienda kunishindia. Sasa nikashangaa ile saa 9 na mwenzangu anasema, ananitumia message anasema Bwana ingia kwenye maombi. Nikasema amina. Akasema kwa tumuombe Mungu, kuna roho ya maangamizi. Anapotuma message ile roho ya maangamizi, wakati mimi ndio nimetangulia kuipiga ile roho ya maangamizi. Bwana ndipo nimeona Mungu wa tofauti kabisa. Baba ninakushukuru. Mungu akubariki kwa ajili ya utumishi wako. Biblia inasema watu wangu wanaangamia wakosa maarifa. Wanasema sikio, neno moja lafaa kwa mtu mwenye masikio. Mwenye kutazama na atazame, mwenye kuona ameona. Wengine watasema alikuweje, ila mimi ndio ninayejijua na kujitambua. Familia yangu ilikuwa inajua jinsi nilivyo. Watu wakiniona nikitembea barabara nikipendeza, wanajua yule ni Mama Magdalena. Lakini nafsi yangu haikuwa hivyo. Nafsi yangu ilikuwa imeshachukuliwa. Ashukuriwe Bwana aliyeirudisha nafsi yangu kupitia madhabahu. Sana. Ninashukuru mama kwa ajili ya maombi yenu. Maana mpo mahali hapa mnakesha kwa ajili yetu. Mungu awabariki kanisa la Bwana, awabariki mno. Mungu akubariki. Bwana akumbuke huduma